Simulizi hii inaanza katika saa 11 za alfajiri, wakati mwanga hafifu wa jua ukijaribu kupenya kwenye mapazia mazito ya nyumba ya Michael na Teresa. Ndani ya nyumba hii ya kifahari, kuna harufu ya kahawa inayopanda juu, lakini hakuna harufu ya upendo wala ukaribu. Teresa, akiwa amevalia gauni lake la asubuhi, anaonekana jikoni akiwa peke yake. Mikono yake inatetemeka kidogo anapoweka sukari kwenye kikombe cha chai. Macho yake yamechoka sana, si kwa kukosa usingizi tu, bali kwa uchovu wa nafsi uliodumu kwa miaka mingi. Kila mara anatazama saa ya ukutani, akihisi shinikizo la majukumu ya nyumbani yanayomwelemea. Anamsaidia mtoto kuvaa sare, akivuta soksi kwa umakini na kuchana nywele zake taratibu, huku akijaribu kutengeneza mazingira ya kawaida kwa ajili ya mtoto, ingawa anajua ndoa yake inavuja maji kama jahazi lililopata ufa katikati ya bahari. Hadithi sasa inatupandisha ndege na kutupeleka katika mazingira tofauti kabisa, katika mtaa mwingine wenye kelele za watu na nyumba zilizosongamana. Hapa tunakutana na mwanamke mwingine, naye pia anaitwa Teresa. Huyu Teresa wa pili ni mjamzito, tumbo lake ni kubwa sana na anaonekana mwenye uchovu mwingi na maumivu ya mgongo yanayomsumbua kila akijaribu kukaa. Amekaa kwenye kochi la mbao ambalo limechakaa kidogo, akijipepea kwa gazeti la zamani ili kupunguza joto la mchana. Pembeni yake, mama mkwe wake, ambaye ni mama mzazi wa Michael, anashughulika na mboga za majani huku akimtazama mkamwana wake huyo kwa jicho lililojaa siri nzito na huruma ya kinafiki. Teresa mjamzito anashika simu yake kwa hasira na kuanza kupiga namba ya Michael, ambaye huku anamfahamu kwa jina la Hugo. Simu haipokelewi, jambo linalomfanya afure kwa hasira. "Hugo, unadhani mimi ni sanamu hapa ndani? Unajua fika niko mwezi wa 9 na unajua hali yangu, lakini unachagua kupotea hivi?" Sauti yake inatetemeka kwa hasira na hofu ya kutelekezwa. Anamtishia Michael kwa maneno mazito yanayoumiza. "Endelea tu kukaa huko uliko. Lakini nakuapia kwa Mungu, huyu mtoto akizaliwa, nitampa jina la aliyekuwa mpenzi wangu wa zamani, ili uisome namba kila ukimtazama usoni." Anakata simu na kuitupa pembeni kwa nguvu juu ya kochi. Mama mkwe wake anamsogelea taratibu, akimwekea mkono wake begani kwa upole ili kumtuliza. "Tulia mwanangu, Hugo anapambana kutafuta pesa kwa ajili yako na huyu mjukuu wangu anayekuja. Atarudi tu, usiwe na wasiwasi." Lakini katika macho ya mama mkwe, kuna siri kubwa inayomtesa. Anajua kuwa mwanawe ana mke mwingine mjini, anajua kuwa Michael anaishi maisha ya uongo uliopangwa vizuri sana, lakini amechagua kunyamaza ili kulinda maslahi ya mwanawe na amani ya bandia aliyoitengeneza. Tunarudi kwa Michael na Teresa wa kwanza katika nyumba yao ya kifahari. Ni usiku wa manane na mvua inaanza kunyesha kwa mbali. Michael anarejea akiwa amechoka sana, akijivuta kuelekea kitandani bila hata kusema jambo kwa mke wake. Teresa, akitumia ujasiri wake wa mwisho na kutamani ukaribu uliopotea, anajisogeza taratibu karibu na mumewe kitandani. Anaweka mkono wake kwenye kifua cha Michael, akitafuta joto la upendo na kutaka kujua jinsi kikao chake cha mchana kilivyoenda. Lakini Michael anatoa sauti ya kukataa na kuchoka sana. "Teresa, tafadhali, nimekuambia nina wiki ngumu sana ofisini. Nahitaji usingizi tu sasa hivi, sio mazungumzo yako." Anajigeukia upande wa pili, akimpa mke wake mgongo kama ukuta wa zege usiopitisha sauti wala hisia. Teresa anabaki akitazama giza la chumba hicho, machozi yakimtoka kimya kimya mpaka usingizi unampata akiwa na majeraha ya moyoni. Siku inayofuata inaanza kama siku nyingine yoyote, lakini ghafla saa 5 asubuhi, ulimwengu wa Teresa unapasuka na kuwa vipande vidogo. Simu inapigwa kutoka namba ngeni. Ni sauti ya kiume nzito na yenye huzuni inayouliza, "Ninasema na mke wa Michael? Kuna ajali mbaya imetokea barabara kuu kuelekea mjini." Teresa anahisi miguu yake inakosa nguvu, dunia inaanza kuzunguka kwa kasi. Simu inateleza kutoka mkononi mwake na kuanguka sakafuni ikivunjika vipande. Anaanza kupiga kelele ambazo hazitoki sauti mwanzoni, kisha anaanza kuomboleza kwa uchungu mkali. "Hapana. Haiwezekani. Michael alitoka hapa asubuhi akiwa mzima kabisa. Rafiki yake wa karibu, Buki, anafika nyumbani hapo kwa haraka."
kawaida. Wiki moja ya msiba inapita kwa uchungu mwingi na simanzi nzito. Nyumba imefurika watu wanaokuja kutoa mkono wa pole, lakini Teresa anajihisi yuko peke yake katika jangwa la upweke. Wakati wa maombolezo, Teresa anaanza kusikia maneno ya chini chini kutoka kwa baadhi ya watu. Rafiki mmoja anathubutu kutoa kauli inayomstua kuhusu Michael kuwa na maisha mengine ambayo hayakujulikana. Teresa, kutokana na upendo wake wa dhati na uaminifu aliokuwa nao kwa mume wake, analipuka kwa hasira kali mbele ya kila mtu. Mume wangu alikuwa mwanamume bora na mwenye uaminifu. Mnamuonea wivu hata akiwa kaburini, anamtetea Michael kwa kila tone la nguvu zake, akiamini kwa dhati kuwa Michael alikuwa mume wa mke mmoja tu. Lakini shaka inaanza kuota mizizi ndani ya moyo wake polepole. Kuna vitu ambavyo Michael alikuwa akificha kwenye makabati yake ya siri na safari zake za mara kwa mara. Teresa anaamua kuwa hawezi kuendelea kukaa na maswali mengi, anahitaji kwenda nyumbani kwa mama mkwe wake, huko mjini kwa mbali, ili kupata faraja na pengine majibu ya vitu vinavyomtatiza. Anamwachia Buki binti yake na kuanza safari ndefu ya kuelekea nyumbani kwa mama mkwe, safari ambayo inageuka kuwa mwanzo wa jinamizi jipya ambalo hakuwahi kulidhania katika maisha yake. Teresa anawasili nyumbani kwa mama mkwe akiwa amechoka na huzuni bado imetanda usoni. Lakini anapofika mlangoni, anashangaa kuona viatu vya kike mlangoni ambavyo si vyake. Anaingia ndani kwa tahadhari na kumkuta mwanamke mwingine, yule mjamzito. Teresa wa kwanza anauliza kwa sauti ya kutetemeka. Mwanamke yule mjamzito anajibu kwa ujasiri mkubwa huku akishika tumbo lake kwa madao, mimi ni mke wa Hugo, mwanaume aliyenileta hapa. Na wewe ni nani unayekuja kuingia ndani bila hata kupiga hodi? Teresa wa kwanza anapaza sauti kwa hasira, Hugo, mimi ni mke wa Michael. Hapa ni nyumbani kwa mama mkwe wangu na sikutambui wewe ni nani. Hapo ndipo mama mkwe anapoingia akitokea jikoni, uso wake ukiwa umejaa aibu na uchungu. Analazimika kusema ukweli mbele ya wanawake wote wawili. Anawaeleza kuwa Michael alikuwa na wake wawili kwa miaka kadhaa sasa. Alikuwa akiishi maisha ya uongo uliopangwa vizuri, akigawa muda wake na pesa zake kati ya nyumba hizi mbili bila mwanamke yeyote kugundua mwenzake yuko wapi. Teresa wa kwanza anahisi kama amepigwa na radi, dunia yake yote inazama kwenye giza. Miaka yote ya uaminifu na uvumilivu wake ilikuwa ni mchezo wa kuigiza ulioongozwa na Michael. Mvutano huu unageuka kuwa vita vya wazi. Teresa mjamzito hana aibu wala heshima, anadai yeye ndiye aliyekuwa anapendwa zaidi kwa sababu aliweza kumpa Michael matumaini ya kupata mtoto wa kiume ambaye Teresa wa kwanza hakuwahi kumpa. Maneno hayo ni kama petroli kwenye moto uliokuwa unawaka. Wanawake hawa wawili wanaanza kupigana, kuvutana nywele na kutupiana matusi mazito. Anahisi amesalitiwa na mwanamume huyo mmoja. Siku zinazofuata ndani ya nyumba hiyo zinakuwa za moto na fujo. Wake hawa wawili wanalazimika kuishi pamoja chini ya paa moja kwa sababu ya taratibu za msiba na mali. Hakuna amani hata ya sekunde moja. Kila mmoja anajaribu kuonyesha kuwa yeye ndiye aliyekuwa kipaumbele cha Michael. Teresa wa pili anatumia hali yake ya ujauzito kama silaha ya kumnyanyasa mwenzake. Anakula chakula chote jikoni bila ruhusa. Anaharibu vitu binafsi vya Teresa wa kwanza na kulala kwenye godoro katikati ya njia ili kumkwaza mwenzake kila akipita. Hakuna upendo, kuna chuki tu inayozidi kukua kila kukicha. Lakini simulizi inatufunulia upande mwingine wa siri wa Teresa wa pili. Anaonekana akikutana na mwanaume mmoja anayeitwa Emi katika maeneo ya maficho. Wanazungumza kwa sauti ya chini sana kuhusu mipango ya utapeli wa kielektroniki. Hapa ndipo tunagundua kuwa hata huyu mke wa pili hakuwa mwanamke msafi. Alikuwa na maisha yake ya giza na Michael alikuwa anashirikiana naye katika biashara haramu za kupata pesa kwa njia za utapeli. Michael hakuwa tu mume mwenye wake wawili, bali alikuwa mhalifu aliyekuwa akitumia fedha haramu kuendesha maisha yake ya kifahari mjini. Simulizi inafikia kilele chake siku ambayo kifurushi cha mwisho kinawasili nyumbani hapo. Ni vitu vichache vya marehemu Michael vilivyookolewa kutoka kwenye gari lake lililoungua. Kabla Teresa wa kwanza hajakigusa kifurushi hicho, mke wa pili anakinyakua kwa nguvu na kukifungua kwa dharau, akirarua barua na picha zilizokuwa ndani ambazo zilikuwa kumbukumbu muhimu. Hasira inawaka upya kwa mara ya mwisho. Mapigano makali na ya kikatili yanazuka tena kati yao, huku kila mmoja akimlaumu mwenzake kwa kifo cha Michael na kwa hali ngumu ya maisha inayowakabili sasa. Filamu inaishia kwa picha ya mbali ya nyumba hiyo ikiwa imezungukwa na ukimya wa nje, lakini kelele za chuki ndani.
Tunasikia sauti za wanawake hawa wawili wakigombana bila mwisho, huku mtoto wa Michael akisimama mlangoni akitazama dhoruba hii ya chuki na usaliti iliyoachwa na baba yake. Siri za Michael zimeacha majeraha yasiyopona, na wake zake wawili sasa wamefungwa pamoja katika gereza la chuki ambalo Michael mwenyewe alilijenga kwa mikono yake kabla ya kifo kumchukua.